tunakwenda kwenye uchaguzi. Ukweli mwaka huu tusingependa kuona uchaguzi kama ule uliopita. Tunaomba sana Mungu atuepushe na umwagaji wa damu. Mungu atuepushe na mambo machafuko yoyote. Hii tunaliomba sana. Na tunaamini Mungu ametusikia. Hatutaki kuona Mtanzania yani lock up zinajaa watu ambao hawana hatia. Hatutaki kuona hicho. Hatutaki kuona dhuluma kwenye chaguzi. Watu wanakwenda kupiga kura, tunataka watu waheshimike. Unajua hapa katikati imekuwa wale wanaopigiwa kura wamekuwa mabwana. Tumetengeneza taifa la mabwana na watwana. Yani kuna watumwa kabisa, kama wapiga kura ni watumwa. Watu ambao hawana stahili. Tunataka hiyo kuiondoa katika nchi hii. Kwamba lazima mtu unayeomba ubunge, unayeomba urais, uwe unajielewa kwanza. Unachokiomba unakifahamu? Unafahamu nafasi yako ya urais ni nini? Unafahamu nafasi yako ya ubunge ni nini? Unafahamu nafasi yako ya udiwani ni nini? Yani watu tuwaondoe kwenye akili. Yani mtu anakuwa diwani, unasema diwani wa CCM. Yani awe ni mtu tu kusikiliza CCM ifanya nini, basi ni kuitumikia CCM baada ya kutumikia wananchi. Kutumikia mbunge ni, unaona bunge kama hili lililopo sasa hivi. Ili bunge limekuwa kama rubber stamp ya uovu kwenye nchi. Rubber stamp. Yani hakuna, badala ya kutusikiliza wananchi, hawajatusikiliza chochote. Watu wanapata shida. Watu wanalia. Unamsikia mtu mmoja paka anawaambia wenzake, jamani hawa wanaleta Ebola na Mpox. Yani kama vile hawana akili hawa. Mpox ugonjwa ambao watu wanakaa wanaumiza vichwa duniani kuuondoa. Wewe Lisa unasema hawa kuna ugonjwa Tanzania wanaleta Ebola. Hizo ni siasa kweli? Tukubaliane na siasa kama hizo kwenye taifa hili? Maana yake mtu unaposema kuna ugonjwa unaletwa ni kwamba kuna duka, unalifahamu na duka kama alivyosema, na duka wanaokwenda kununua Ebola wataleta Tanzania. Na hii wakome kabisa. Na huyo mwanasiasa ajiandae kwenda kijijini kwao. Sio tu kwenye chama cha, hata kimbilia kwa chama chochote. Hata CCM aondoke. Hata Chadema aondoke kwenye. Huwezi ukasema yani ni kushindwa kuielewa nchi yako. Siasa za namna hii haziwezi kuleta mabadiliko kwenye taifa. Haziwezi kuleta ustawi wote kwenye taifa. Leo nilikuwa naongea na hawa watu wanaoleta wale watalii. Ananiuliza, Bishop, unaelewa kwamba kwenu hapo kuna duka kuna watu wanaleta nimesoma mahali imeenea sana huku kwamba kuna Ebola italetwa na wanasiasa na nini. Nikasema waongo hawa wanaitwa machawa wa kisiasa au waongo wa kisiasa. Alafu mtu anayesema unamwangalia unafikiri ni kijana alafu unapewa nafasi kubwa na chama chako, umeheshimiwa. Hivi kweli enyi wana CCM mnamwekaje mtu kama huyu kuwa mwenezi wenu? Mtu ambaye hana maarifa, hasomi hata nyakati. Wa nini huyu? Yani unataka iwe nini? Mtu ambaye anajua lugha yake, ulimi aliotumia ni mbovu kabisa, na madhara yake kwamba analisababishia taifa liangaliwe kwa macho matatu. Kwa macho matatu. Kwamba huyu mtu, hiyo nchi sasa hivi watu wanaweza kununua Ebola, wanaweza kusambaza. Na lugha nyingine ni kwamba yeye anaona wale wenye ugonjwa kwenye mataifa mengine kama wanafaidi. Hajui watu wamepoteza maisha ya watu, vifo vingi vya magonjwa. Watu wamepotea sana, wanakufa kwa magonjwa. Sisi leo useme Tanzania na sisi kuna ulete hapa. Wakati tu malaria inatushinda kumaliza. Watu wamejazana hospitalini. Hawana dawa. Dawa zenyewe shida, matibabu shida. Watu wanakufa kwa sababu ya ukosa huduma ambazo tungeweza ulete na Mpox, ulete na Ebola.
Mnatutakia nini wa Tanzania? Mnatupenda alafu wewe ndio tukupe kula. Kweli? Tukupe kula wewe? Wewe usiye na heshima. Kwa hiyo ni kitu kibaya. Na ndio maana tunasema hata unapokwenda kwenye uchaguzi, ni vizuri wanasiasa wajihadhari sana. Mwaka huu sio mwaka wa mchezo. Mwaka huu watu wamemtumainia Mungu.